Usiogope. Sio kila mwanadamu anayefariki ufariki kwa mpango wa Mwenyezi Mungu, hapana. Japokuwa wengine hufa kwa kusababishia vifo vyao na binadamu wenzao. Kwa nini nani? Muda ukifika utanifahamu. Lakini kumbuka, kila kaburi unaloliona lina siri yake. Audio Jungle. 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 Yusta, unajua ni jinsi gani ninavyokupenda ndani ya moyo wangu. Pia wewe ni msichana mzuri na ni mrembo. Ngozi yako inanivutia mimi. Pia una sura nzuri. Wewe ni mwanamke pekee ninayekupenda hapa duniani. Pia naomba uniamini nachokuambia. Mimi nakupenda na sina nia mbaya na wewe. Snowboy, kwenye haya maisha kuna kitu kinaitwa upendo. Alafu Mwenyezi Mungu alikuwa na makusudio yake kutuumba jinsia mbili, yaani ikiwa anamaanisha mtoto wa kike pamoja na mtoto wa kiume. Alikuwa na madhumuni yake kutuweka hivyo. Alafu hizo siku ambazo mimi nilikuwa nakuzungusha huko nyuma, sio kama nilikuwa nakufanyia makusudi. Nilidai tu nilitaka kujua kitu kutoka kwako. Maana vijana wa sasa hivi wengi akimfuata mtoto wa kike mara ya kwanza ataondoka, mara ya pili ataondoka, mara ya tatu atakapoambiwa tena kwamba jibu lile lile halijabadilika ataondoka moja kwa moja na hatarudi tena. Lakini nimependa tu jinsi ulivyo, yaani ni mtu fulani hivi mwenye ujasiri, umejiamini sana. Angekuwa mwingine kwa hizo siku zote angekuwa shakata tamaa na ameendelea na maisha yake. Kwa leo mimi kwa mara ya kwanza nasubutu kusema nakupenda pia. Nafurahi kusikia jibu zuri kutoka kwako. Tutashirikiana kwa na wewe pande zote. Nakupenda pia. Pia kwa shida na raha tutakuwa wote. Nafurahi pia. Asante. Nakupenda. Dadangu samahani. Kwa majina naitwa Gasa. Najua nifahamu? Sikufahamu pia. Nilikuwa naelekea nyumbani, lakini cha ajabu nimekosea njia. Kunielekeza njia ya nyumbani ni ipi hasa? Wewe kaka vipi? Hivi una akili timamu kweli? Alafu nikukumbushe kitu kimoja. Katika maisha yetu ya kila siku, salamu kitu muhimu. Umenisikia? Umenielewa? Umenikuta nafanya zangu usafi wangu hapa nyumbani. Mara mtu, yaani sikuelewi. Vipi kaka? Mbona umekuja mchafu?
Cheki matope. Isitoshe, mwanyambia mimi nikuelekeze yani kwako. Njia ya kwenda kwako. Hivi mimi na Aisha tutana? Tunajuana? Labda mwenzangu unanijua mimi sikujui. Kaka sikia. Ustaarabu kitu muhimu sana, sawa? Alafu kwani uliambiwa mimi ni balozi mtaa huu, labda nielekeze nyumba za watu, mwenyekiti au mjumbe. Nijua huyu ni raia wangu, sio raia wangu. Barabara sio. Hebu hizo barabara basi uende. Tuheshimiane. Unajua jamaa wangu, niende hapo katika kijiji. Mimi Kwa nini unasema hivyo? Na sababu moja. Kuna vitu vinaendelea katika hiki kijiji. Mimi sielewi kabisa. Hivi unajua habari ya mzimu? Blaza, unazungumzia kuhusu mzimu? Hivi katika ulimwengu wa maisha ya sasa hivi, hivi kuna kitu kinachoitwa mzimu? Naongea hivyo. Mimi huu mzimu umenitokea kwa macho yangu haya, naona kabisa hivi. Isitoshe, ukanipeleka paka makaburini. Huo mzimu. Unajua blaza, ungeacha kufuata maneno ya watu. Toka nimeanza kuishi hapa kijijini, sijawahi kusikia kitu kinachoitwa mzimu. Sasa ndio maana unanichanganya katika ulimwengu wa maisha ya kawaida. Nashangaa, hizo ni stories za kwenye vitabu enzi za mababu. Kwa hiyo jamaa wangu, mambo ninayokuambia unadhani nakutania? Kuwa makini. Kwa hii taarifa ninayokuambia, ipo siku yatakutokea na wewe. Basi sawa, mimi nimekuelewa, lakini mimi ningeomba ungeachana na kufuata maneno ya watu. Hizo ni mila potofu kama mila zingine. Kwa sababu hayo ni mambo ya zamani. Uishi katika dunia kabisa ya kawaida. Hicho kitu kinachoitwa mzimu ucho ukiona wewe. Kwanza mimi na wasiwasi kama ulikuwa unaota wewe. Sio bure. Basi sawa. Finish. Wasikia sasa mdogo wangu. Mimi kutanipa nikuelekeze. Ndogo, fara yote wanayepita kwenye njia yangu. Na yeye anatolea namba za kibabe nini? Au dakika za mwisho mimi nakanyaga kuna. Kwa mdogo mtoto yule pale. Achana naye. Sikiliza blaza, nikwambie. Mapenzi yanahitaji ubabe. Unielewa? Alafu pia yule mwanamke aweza kukubali wewe jinsi ulivyo hapo na mavazi yako. Unategemea yule mwanamke atakupenda wewe? Au sio mdogo wangu? Wewe unatolea namba tena. Wasema nini mdogo wangu? Tutalidiana mdogo kwa mdomo mdogo wangu. Kama utakuponza mdogo wangu. Nikazimusha mdogo wangu mimi tu nenda kupasua. Wasema nini? Zingatia kodi hapo. Achana naye mtoto wewe pale. Ishawasi wanifundisha kodi mdogo wangu. Nifundisha kodi mdogo wangu. Mdogo wangu sikia mdogo wangu. Na ujanja mdogo wangu. Pote pale mdogo wangu. Pote pale. Ndogo na kuakuta mdogo wangu. Ndogo mimi ndio.
Wewe vipi? Una shida gani? Unajua nini mke wangu? Huwezi amini yani. Yaani nimetoka hapa. Si nikwambia naenda. Sasa nilipofika tu pale. Mama. Mzimu wa. Mzimu? Unaambia mzimu wewe? Yaani kipindi naenda hivi. Mzimu umetokea hivi mbele yangu kabisa. Yaani kutoka kia Mungu tena mzimu umetokea. Mzimu? Wewe unajua mzimu wewe? Wewe mzimu wewe. Mzimu! Ndio wengine bwana kama watoto.